Kwa jina naitwa Mbonea Joshua Mweta, mimi ni mhadhiri msaidizi kutoka idara ya uhandisi misitu na sayansi za mazao misitu ambayo iko ndaki ya misitu, wanyamapori na utalii katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu kiwanda chetu cha uchakataji wa samani, yani furniture, ambacho kinajulikana kama Vuisilemini Furniture Factory. Kiwanda hiki kilianza miaka ya 1979 na serikali ya kusini ya South Africa, ambapo ilianzishwa kwa ajili ya kusapoti wale wapigania uhuru au wapigania haki za watu weusi kutokana na kuibuka kwa ubaguzi wa rangi, yani apartheid. So baada ya hizo sera za ubaguzi wa rangi kuisha kule nchini South Africa au Afrika Kusini, mwaka 1992 kiwanda hichi kilikabidhiwa serikali ya Tanzania na baadaye ikawa chini ya SUA. Kuitwa Vuisilemini haimaanishi kwamba mini ndogo, bali Vuisilemini ni jina la mtu ambaye alikuwa ni mmoja wa viongozi wa wapigania uhuru wa South Africa ambaye baadaye alikuja kunyongwa. So katika kumbukumbu kumwenzi huyo bwana Vuisilemini ambaye ni marehemu, basi hiki kiwanda kiliitwa kwa jina hilo, yani Vuisilemini Furniture Factory. Kiwanda hiki kinafanya vitu vikuu vitatu katika kusapoti shughuli mbalimbali za chuo. Kama chuo kikuu tuna shughuli zetu, lakini kiwanda hichi kinasapoti shughuli zote hizo za chuo. Ya kwanza ni maboresho au rehabilitation na utengenezaji upya wa samani mbalimbali ambazo zinatumika chuoni. Kiwanda hiki kimechukua msaada mkubwa katika chuo chetu, kinatengeneza viti, meza na samani mbalimbali zinazotumika maofisini. Ukitembelea leo hii katika chuo chetu kwenye makumbi mbalimbali za mihadhara, samani nyingi zimetengenezwa na kiwanda hiki. Maofisi mbalimbali yametengenezwa na kiwanda hiki. Lakini ukiacha matengenezo, yani rehabilitation ya furnitures ambazo zimeharibika, zinatengenezwa na kiwanda chetu baada ya kutoa nje kwa mafundi wengineo. Kiwanda hiki kinafanya rehabilitation au matengenezo sisi wenyewe kwa ndani. Pia tunazalisha furniture mpya kutoka kwenye mti kuja kwenye furniture, kuja kwenye furniture. Kiwanda hiki kinaanza kuchakata gogo. Baada ya mti kukatwa tunapata gogo. Tunachana mbao kwenye sawmill yetu ambayo iko pale kiwandani. Mbao ikishapatikana tuna tanuri la kukaushia mbao ambalo ni zuri kabisa na linakausha mbao zote laini na mbao ngumu, kwa sababu kumekuwa na matumizi ya mbao ambayo hazijakaushwa vizuri. So kiwanda chetu cha Vuisilemini Furniture Factory kinaweza kuzalisha hizo samani au kuboresha hizo samani kwa kuzikausha mbao ambazo zilikuwa mbichi kuwa kavu kabla ya kuanza kuzitumia, kwa sababu kuna madhara mengi tu ambayo yanatokana na kutumia mbao ambazo hazijakaushwa. Kwa hiyo ni jukumu la kwanza la rehabilitation na utengenezaji wa samani za maofisini, hata majumbani pia. Kama una samani unahitaji utengenezewa jumbani, dining set, vitanda, makabati, meza na samani nyinginezo nyingi tunazitengeneza katika kiwanda chetu. Shughuli ya pili ni research au tafiti. Kiwanda hiki kimekuwa msaada mkubwa kwetu sisi watafiti ambao tunafanya mambo kwenye field ya wood science. Sampuli mbalimbali za mbao ambazo tunachukua kutoka porini tunazileta kwenye kiwanda chetu, tunazichakata na kuzifikia standard ambazo zitakuwa zimewekwa kwa ajili ya kufanywa testing maabara. Kwa hiyo kimekuwa ni nyenzo kubwa katika uandaaji wa sampuli za maabara kwa ajili ya tafiti. Lakini pia tafiti za vifaa na mitambo mbalimbali pale kwa tamu tunasema wood machining tests zimekuwa zikifanyika pale na kupata machapisho ambayo yanatumika na ni msaada mkubwa kwa jamii yetu wa Tanzania ya namna ya kutumia mashine hizo. Kazi ya tatu ni mafunzo, yani training. Kiwanda chetu kimekuwa ni msaada mkubwa na kinakuwa ni msaada mkubwa katika kufunza wanafunzi wetu wa shahada ya awali na shahada za juu pia. Tuna shahada ambazo zinatumia kiwanda hiki, mfano shahada ya sayansi katika misitu, shahada ya sayansi za mbao, za teknolojia za mbao na ongezaji wa thamani. Lakini hata wanafunzi wetu wa engineering wanakuja pale kama workshop program ya kufundishwa namna ya kurani mitambo, namna ya kuchakata samani mbalimbali za mbao pia. So training kwa maana ya kwamba imekuwa ni sehemu ya kufundishia wanafunzi wetu wakati wa mafunzo kwa vitendo, yani field practical trainings. Lakini wakati wa masomo katikati, industrial attachment au workshop mbalimbali tumekuwa tukizirani pale kwenye kiwanda chetu
na wanafunzi wanapata uelewa namna ya kuchakata mazao ya misitu kuanzia likiwa gogo mpaka ikiwa thamani ya mwisho. So hao ni maeneo matatu ambayo tunafanya. Muhimu kabisa ni kwamba wananchi wanakaribishwa kwenye kiwanda chetu. Tunatoa elimu namna ya kuongeza thamani kwenye mazao ya misitu. Ukitumia mbao ambayo hajakaushwa italiwa na mdudu haraka. Ukitumia mbao hajakaushwa itaacha nafasi katikati ya mbao na mbao, au baadaye itatanuka sana kiasi kwamba utaweza kufungua kama ni mlango, au utaweza kufungua kama ukiwa hujakaushwa vizuri, kwamba utatanuka kipindi cha mvua au kipindi cha unyevu mkubwa. Kwa msimu wa kiangazi itasinyaa, mbao ikisinyaa inaacha gepu, unaanza kutengeneza mianya kwenye mbao, na mwisho wa siku furniture yako haitadumu muda mrefu. Lakini mbao isipokaushwa vizuri itaharibiwa na wadudu. Tunashauri mbao ikaushwe kwa kiwango cha unyevu at least 20% na kushuka chini, lakini nzuri kabisa ni 15, 15%. Pale tunaweza kukausha mbao yako mpaka ifike kwa kiwango cha unyevu bila kupinda, bila kupasuka. Kwa hiyo karibuni sana wananchi, karibuni sana wadau na wakazi wote wa Morogoro na nje ya Morogoro katika kutumia kiwanda chetu. Ni kiwanda cha serikali, kinafanya kazi ya kutunza mazingira, kwa sababu kama tutatumia vizuri mbao ambayo tuko nayo, inamaanisha kwamba itadumu muda mrefu, na mwisho wa siku misitu hiyo tutabaki salama, kwa sababu utakuwa huna haja tena ya kurudi porini kwenda kukata mti mwingine labda kwa ajili ya kutengeneza furniture, kwa sababu ile ambayo imetengenezwa tayari inadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tutoe fursa hii kuwakaribisha wananchi wote katika kiwanda chetu. Tuna mitambo zaidi ya 50 ya kuchakata mazao ya misitu kwa namna tofauti tofauti. Mitambo ya kutengeneza urembo kwenye mbao, mitambo ya kupunguza unene wa mbao, kuranda, kugundisha, finishing nzuri za mbao zinapatikana pale kiwandani kwetu. Kwa hiyo karibuni sana mjifunze, karibuni sana kwenye kiwanda chetu muweze kutumia facility hii muhimu na nzuri kwa maendeleo ya nchi yetu.